na rio rijiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, umurigiriria nigo twatenenirie imirubirio ya butambe iliyo kuretera umurubirio bweyemo aseyemo. Manjano miaka 6 hadi 12 wanasema do your best. Kikundi kinachofuata ikiwa ni chipukizi rangi ya kijani kibichi miaka 12 hadi 15 wakisema be prepared. Vile vile kikundi cha wanadada hicho ikiwa bado ni chipukizi, Mheshimiwa Rais. Kinachofuata Mheshimiwa Rais ni kikundi cha mwamba wakiwa wamevalia rangi ya maruni kwenye shingo miaka 16 hadi 18 wanasema look wide. Skauti, Mheshimiwa Rais, humu nchini imeweza kuwasaidia vijana wengi sana kuwa na nidhamu wanapokuwa shuleni, hata pia vile vile wanapokuwa nyumbani. Kikundi kinachotamatisha skauti wa kike na wa kiume, Mheshimiwa Rais, kinajulikana kama Jasiri, rangi yao ikiwa ni rangi ya chungwa, miaka 19 hadi 26 wanasema service ndiyo mwito wao. Vile vile Mheshimiwa Rais, inayofuata ni bendera ya Girl Guides wakiwa chini ya himaya zake mama mlezi, mama wa taifa Bi Rachel Ruto, kamishina mkuu Bi Teresia Chebet Maina, mkurugenzi mkuu wa kitaifa Priska Gadhiga, mwenyekiti wa bodi Honorin Kilangat. Kikundi cha kwanza, Mheshimiwa Rais, wanajulikana kama Brownie wakiwa mahiri kabisa wakitembea kwa umaridadi. Kikundi cha pili kikijulikana kama Girl Guides wanapita mbele yako Mheshimiwa Rais. Wanaopita mbele hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikundi cha wanadada ambacho kinajulikana kama Girl Guide wakiwa wamevalia blue wakisema upright. Mheshimiwa Rais, kinachotufungia gwaride la Girl Guides ni kikundi Rangers wakiwa wamevalia navy blue miaka 18 hadi 35, na inayotufungia gwaride hili ikiwa kikundi cha kwanza cha wanaume ni St. John's Ambulance ambao wanajulikana kwa kazi yao ya huduma ya kwanza nchini Kenya. Kikundi cha kwanza ikiwa ni Dolphin miaka 13 hadi 18 kunradhi. Vile vile wanadada hao wakiweza kufunga kikundi hicho, na cha mwisho Mheshimiwa Rais ikiwa ni above 18 wakijulikana kama adults. Basi bendi yetu kwa kuweza kupromosha miziki hiyo na kuhakikisha hatua hizo zinafuata, Mheshimiwa Rais wanatoka na wimbo Tuwape makofi jameni wanaskauti wetu wanapoaga kiwanja hiki na tunapofunga tamasha za gwaride. Wanasema kuheza kama sukari. Basi ningeomba Mheshimiwa Rais niweze kukaribisha mkuu wa kikosi chetu cha State Functions Bwana Mike Gitonga aweze kuendelea na ratiba inayofuata. Karibu. Asante sana Katana, na tuwapigie maskauti makofi tafadhali. Kwa heshima kuu naomba na takma kuu tuwe watulivu sote
kwa maombi, na maombi yataongozwa kimila ni mzee Salim Mwasabu. Maombi ya Kiislamu tutaongozwa na Shehe Faraji Bakari Omari, na atakayetufungia kurasa la maombi ni Reverend Musomba kwa maombi. Kaya 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 atusimilani muchisimila na voya vizo vinivyo hazo hazo inomvula ya pevo simasia mwamba Zahara mloganji mloga nchi yenu ya Kenya, mloga rais wa Kenya Bwana William Samoei Ruto, mloga mahakama ya Kenya, mloga bunge la taifa la Kenya. Hai hai mlungu ukongo mpungu atu wa Chigomba similani alombaeniani serabi emeni chitwani mvura kumanya kuimana chime matso nana kumanya kona na gaone mikono mipaha kumanya kuirana ibire magulunguzo kumanya kuchitanga nagachite similani. Jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa sikukuu hii ya mashujaa wetu wa nchi yetu tukufu ya Kenya. Tukuomba Mwenyezi Mungu utubariki, utuzidishie kheri, baraka na amani yako Mwenyezi Mungu. Tukushukuru kwa kutupa mafanikio mema katika elimu, afya na mengi tuliyoweza kufanikiwa katika nchi yetu ya Kenya. Tumuombea rais wetu Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto maisha marefu, afya njema, azidi kutuongoza Kenya hii tupate mafanikio na maendeleo zaidi. Kwa kuomba Mwenyezi Mungu uwajalie viongozi wetu wote na wananchi sote tuzidi kupendana, tuwe na umoja, ushirikiano, amani na maendeleo zaidi. Rehma na amani ziwashukie mitume wako wote. Amin, amin, amin. Let us pray. Heavenly Father, on this Mashujaa Day, we come before you with hearts full of gratitude. We thank you for the heroes who have paved the way for our freedom and progress. Almighty God, on this Mashujaa Day, we lift before you His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto. We thank you for his leadership and the responsibilities he carries. Grant him wisdom and discernment in every decision he makes. Bless all our leaders in national and county government. Lord, help us to foster unity among our communities, embracing our diversity as our strength. Gracious God, grant us the strength and the courage that our heroes exhibited in their fight for justice and equality. Let their examples remind us to stand firm in our conviction and pursue what is right. Dear Lord, as we remember those who have fought for our freedom, we also pray for the future generation. Instill in them the values of bravery, integrity, and service. In closing, we ask for your blessing upon our nation. Bless us economically, socially, numerically, and spiritually. In Jesus' mighty name, we pray and believe. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa, Mama Rachel Ruto, Mheshimiwa Profesa Abraham Kithure Kindiki, Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti,
mkuu wa sheria, gavana wa eneo gatuzi la Kwale na viongozi wote mbalimbali, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, wananchi wapendwa, mashujaa kutoka pembe zote za nchi yetu ya Kenya. Na Mheshimiwa Rais, naomba aombe mashujaa wasimame ili tuwapongeze. Mashujaa, hebu tusimame tuwapongeze tafadhali mashujaa ambao tunasherekea siku ya leo. Asanteni, mnaweza mkaketi, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya andalizi ya tamasha hii siku ya leo ya mashujaa, naomba unikubalie tuweze kuingia kwa kipindi cha burudani, na wakaribisha wenzangu Boni na Beatrice wawakaribishe kwa kipindi cha burudani. Karibu. One, two, 1, 2. Mheshimiwa Rais, tunaomba radhi kwa hitilafu hiyo ya kimitambo, lakini hata hivyo, Mheshimiwa Rais, burudani ya leo imetiwa vikorombwezo na viungo vya kuvutia mithili ya pilau na biriani. Mheshimiwa Rais, burudani hii imegawanywa kwa daraja mbili. Daraja ya kwanza itashuhudia wanafunzi takriban 520 kutoka shule mbalimbali za msingi gatuzini humu, wakiongozwa na Janet Langat kutoka Wizara ya Elimu, waelekezi wakiwa ni Eric Amuhaya, Faith Mbote, Hezekiah Ogira na Salim Omar. Wanafunzi hawa wataunda miundo ya kupendeza na yenye mafunzo tele kulingana na kauli mbiu ya sherehe za mwaka huu ambayo ni boma yangu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Hiyo ndio itakuwa daraja ya kwanza. Daraja ya pili, Mheshimiwa Rais, ni burudani mseto. Tutaanza na mchezo wa kuigiza wenye mada boma yangu. Mchezo huu utafuatwa na shairi lenye mada Kenya inaendelea, kabla ya wasanii tajika kutoka gatuzini humu kuteka uga huu kupitia nyimbo zao maarufu. Mheshimiwa Rais, sijui kama unaofahamu wimbo mimi ni mzabibu, baba ni mkulima. Pia utatumbuizwa na taarabu, mtindo ambao ni maarufu sana hapa Pwani. Hitimisho ya burudani ya leo, Mheshimiwa Rais, itakuwa ni densi ya Sengenya. Watoto, iwapo mko tayari sasa, uwanja ni wenu. Wanakwale wa Kenya kwa jumla, tuwakaribishe watoto uwanjani kwa shangwe, makofi na vigelegele. Karibuni. Harambe, harambe,
ramani ya nchi yetu Kenya, wanaonesha uzalendo wao na shukurani kwa wanajeshi kwa kuilinda. Tuwape makofi mazuri watoto wetu. Tazama muundo wa nyumba ya kitamaduni Mheshimiwa Rais, mlango ukiwa karibu na jukwaa la kutukumbusha historia yetu. Wapi makofi kwa watoto? Ulize mwenzako nyumba hii wahitaji kwa lugha ya mama.
Mheshimiwa Rais, hawa ni ishara ya wale wanaopata kazi katika mradi wa nyumba za bei nafuu. Hivi punde watajenga ghorofa papa hapa. Mashujaa tunaojivunia, ona sasa uhuru tunao. Kenya inameremeta, Kenya yetu. Kenya inameremeta, Kenya. 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 Kenya inameremeta, Kenya yetu. Aya, Mheshimiwa Rais, jengo ndilo hilo la ghorofa 4, mlango ukiwa karibu na jukwaa lako, na sasa hivi litafunguliwa rasmi hapa. Mheshimiwa Rais, ukiangalia, wapi makofi na vigelegele? Kenya inameremeta, Kenya. Kenya inameremeta, Kenya yetu. 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 Kenya inameremeta. Jumba langu Holeni, sasa limefika juu. Hodi hodi tolosheleni, ufunguo ndio huu. Wakenya jisajilini, nyumba za bei nafuu. Nyumba za bei nafuu. Nyumba za bei nafuu. Nyumba za bei nafuu. Rais wetu, pongezi, mradi wa boma yangu. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, kijana huyo mwenye koti zito ana azma ya kuwa rais kama wewe. Sasa anakwenda kufungua jengo hili ambalo ni nyumba za bei nafuu. Anachukua makasi, anakata utepe, tumshangilie kwa makofi. Anakabiliana na ufunguo, anaingia ndani kufanya ziara. Mheshimiwa Rais, pale ndani kuna bedsitters, kuna 1 bedroom, kuna 2 bedroom, na zote zina stima na maji na zimesafishwa kweli kweli. Wapi vigelegele wananchi? Nyinyi nani? Wataka wenzenu wakapike wapi na waona haswa nje
kuonyesha. Alafu mama mimi sina urugu wa hichi chumba. Na ndo maana niliwaambia. Mwambieni baba yenu ajenge nyumba kubwa. Yaani nyinyi binadamu hamna shukrani kabisa. Wenzenu huko nje hawana hata makao. Nyinyi mko hapa mnalalamika. Nyumba ni ndogo. Nyumba ya kuja. Hebu nioneni huruma bwana. Kwanza paondokeni hapa. Alafu wewe mama yake. Huu ni mwezi wa 6. Mimi keke nini? Kazi ni kuchochea watoto tu. Yaani kwenye kinyumba hiki kupika kulala watoto tunao tena na watoto pekee. Sasa nasemaje? Siku wazee wenzangu na wauliza, je, muungwana wewe kujisajili Citizen mama yangu? Basi mimi najisajili niokoe familia yangu. Fanya hivyo baba. Ndege wako na mahali pa kuenda jioni, wanyama wa pori jua likitua angani, samaki wa majini wana makao baharini, wako mpangoni. Na kuna Mkenya hana nyumba mahali, na zile ziko hawezi kumudu bei ghali, analilia serikali, ategemea serikali. Wewe nawe uko kwa flash nimekukulia wapi kama si humu ndani? Hebu nenda kafundisha mwenzako jinsi ya kuflash. Hebu tuende ukulione. Bwana mama, karibuni kwa baba langu bwana. Karibuni. Mama, hawa watoto wako wapi? Mbona kumenyamaza sana? Kila mtu amelala chumbani mwake. Hili jumba hili kama hiyo hoteli zile za wazungu bwana. Wewe wasema mzee. Huku kuna maji ya moto na ya baridi. Chumba cha wageni ni kwapi bwana? Mama, mimi nimewaleta kwa hii boma yangu ili mnione na nyinyi mkasajiliwe mpate boma yenu kama hii. Kama ni hivyo bwana, pia na mimi niko ndani ya mpango. Mimi niko. Na wewe mume wako. Asante mke wangu. Na rais wetu ndio shujaa wetu. Hawapeleke kwa humba. Mtalala kwa nyumba za matope hadi lini? Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Pongezi kwake rais kuleta mradi huu. Hizi nyumba sio ghali, bei zake si za juu. Hata asiye na mali ameipata nafuu. Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Kenya sasa ni tajika kwa yake maendeleo. Wakenya twafarijika, imepanda chetu cheo. Maboma yetu hakika yamekuwa ya kileo. Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Kenya si kama zamani, nchi yetu inapaa. Ajira tumezibuni, tumeipunguza njaa. Mafundi
kila mwenye familia hatoishi kwenye banda. Hakuna tena udhia wa watu kurandaranda. Kenya si kama zamani, sasa ni hapo malangu. Sasa tunalo jukumu la kulinda nyumba zetu ili zipate kudumu warithi wa watoto wetu. Hii siyo kazi ngumu, umoja ndo ngao yetu. Kenya si kama zamani, sasa ni hapo malangu. Meniheshimisha, siwezi pokea lawama. Amani, upendo, umoja na mengi maendeleo. Tumeimarika, sijisikii jamani.
viongozi kwa makofi tafadhali. Na kwa densi hii ya Sengenya, Mheshimiwa Rais, tunafika mwisho wa burudani yetu kama ilivyokarabatiwa na PPMC ikiongozwa na Daktari Donald Otoyo. Na hivi sasa tunawakumbusha tu wananchi kwamba leo saa 8:30 alasiri kutakuwa na mechi za soka papa hapa, tusikose kurejea. Basi moja kwa moja kwa Mike Gitonga. Asante sana, tuwapigie makofi tena tafadhali kwa hiyo kipindi cha burudani. Asanteni, asanteni. Mheshimiwa Rais, kwa onyesho hilo ndipo tunakunja jamvi la tamasha yetu ya burudani leo tunaposherekea mashujaa wetu. Kauli mbiu ya sherehe yetu ni boma yangu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Mheshimiwa Rais, sasa niruhusu ni mwalike katibu katika idara ya kitaifa ya makazi ama ukipenda nyumba, PS Charles Hinga, anene machache kabla tuendelee. Naomba tumpigie makofi katibu wa idara katika housing, Charles Hinga, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Cabinet Secretaries here present, distinguished guests, God is good. Your Excellency, we're going to have a short session where we are going to witness the handing over of a check to Juakali artisans from Kibra worth 720 million shillings. So allow me to invite the contractor, Mr. Samit Gelot, and the chairman of the Kibra Juakali Association, Karl Aura, to come. And with your permission, Your Excellency, I'll request that you come so that you can hand over the check to the Juakali artisans. Karibu. $720 million shillings to do doors, windows, balustrades. This is real work, and it will benefit about 300 Juakali artisans in Kibera. Makofi tafadhali. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, the affordable housing program is not about 4 walls and a roof. It is about dignifying our people, and it is about giving opportunity to many unemployed Kenyans. Your Excellency, as you will see, the Juakali Association of Kibra is just but a fraction of what we have provided to all the Juakalis. In all our 75 active sites in the country, the Juakalis, the local Juakalis are being involved. And so far, we have given them 4.4 billion shillings worth of work. And Your Excellency, in 2022, you said that one day this country is going to look like a construction site. Indeed, it is looking like a construction site. Your Excellency, at the heart of this program are people. People that have dreams and aspirations. And but the mere fact that we share the umbilical cord of being called Kenyans, they deserve the dignity that some of us have. And that is why, Your Excellency, I would like to invite Stanley here, a young man from Kibra. He is the chairperson of the what is called SEC. This is the organization that is organizing the communities so that they can be able to get these houses. Stanley,
come for a few minutes and share your story. Okay. Your Excellency, the President of Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and all protocol observed. Wacha ni waamkue. Amjambo. Kwa majina naitwa Stanley, nikiwakilisha Jua Kali vijijini. Na bado mimi ndio mwenyekiti wa Settlement Executive Committee ya Soweto area. Yangu ni kupongeza Bwana Rais kwanza kwa ile jukumu ulichukua ya kuja kutuinua maisha yetu kutoka chini mpaka kutaka kutupandisha maisha ya juu. Your Excellency, nakuambia kwetu mtaa wa mabanda tumeishi kuteseka, tumeishi kuishi nyumba duni ambazo hazijafika standard zenye zinaweza ishi na binadamu. Kwanza nikitaka kukuambia Your Excellency, pale kwetu mtaa imekuwa ni changamoto sana. Wakati unasikia wiu kwako utafikiria ni ambulance inakuja mtaa, lakini hiyo ni zimamoto. Your Excellency, imekuja kutusaidia kuzima mtaa wetu wa mabanda. Tukikaa dakika 2 tunaomba Mungu mvua inyeshe, ni baraka ndio kinyesha. Lakini kwetu Your Excellency, mvua ikinyesha ni chanzo za shida zetu kubwa. Tunabebwa na mafuriko, maji inaingia, tunatega na besheni kwa nyumba. Tunaishi maisha yenye ni ya kufinyika, ya kuhangaika na kuteseka kila mara Your Excellency. Lakini kwa hii mradi ya boma yangu na hii affordable yenye umetuletea Your Excellency, nyumba zetu huko tunaona mtaa zimeamka na tunatarajia tunakaa nyumba mzuri yenye iko na stima, iko na maji, iko na shower na hata kitchen iko kando. Mheshimiwa Rais, ukiangalia kwetu pia Your Excellency, nataka kueleza nyumba yetu venye iko. Unapata nyumba ni moja, baba na mama wako hapo, kitchen ndio hiyo hapo. Yenye imetofautisha kitchen ni curtain imepita tu katikati. Watoto uko nao, hapo ndio wanachezea tu kwa nyumba. For real Your Excellency, imefika mahali unapata kwetu mtaa unapata mtoto wa miaka 10 huwezi mfunza kitu kuhusu maneno na sex kwa sababu zimechezewa hapo ndani, zimeonekania hapo ndani. Haina dignity Islam Your Excellency. Na ndiposa nimekuja kukupongeza kwa hiyo mradi yenye umetuletea huko, na hata hii Jua Kali yenye umetuletea ambapo imeshikilia uchumi wetu ya huko Soweto sana, hasa huko vijijini. Watu wameajiriwa, watu wamepata ajira, na si ajira kupata mshahara peke yake Your Excellency. Hao watu wanawekeza kidogo kidogo ndiposa pia wafikishe ile percentage ya wapate na wamiliki nyumba. Si kujenga nyumba pekee, mbali hata watajenga na wamiliki. Hiyo ndio Rais nimefurahia kutushikanisha hapa, na nikasema ikiwa ni hivi Your Excellency umeanza hivi na imekubalika Kenya mzima, tushikilie, maana wewe ni mtetezi wa wanyonge, wewe ni mtetezi wa mahasla, na hivyo yote watu wote wa kijiji wanasema hakika wewe ni shujaa wetu. Shukran. Asante sana Stanley kwa hayo maneno ambayo yametoka kwenye roho. Your Excellency, allow me to inform you that 2 days ago, the African Union for Housing Finance held its 40th anniversary in Tanzania, in Zanzibar, along with the International Secondary Mortgage Market Association. During these awards, Kenya was awarded the Country Housing Program of the Year 2024 edition to recognize its comprehensive affordable housing program that delivers decent, dignified, sustainable, and affordable homes while creating jobs across the housing value chain and ultimately driving the economy. Your Excellency, this trophy was given by Shelter Afrique, and the Managing Director of Shelter Afrique, Mr. Habib Tiano, is here to present this award that was presented to Kenya 2 nights ago. Habib, karibu. Your Excellency, the whole world is recognizing. Others are talking about affordable housing. You are implementing affordable housing. We will see many people coming to benchmark here, the same way people go to Singapore and other places to benchmark. And you have become the global champion for affordable housing. Thank you so much, Your Excellency.
Your Excellency, on this Heroes' Day, we honor the courage, resilience, and determination of the Kenyan people, the true heroes who continue to shape the nation's future. Happy Mashujaa Day. Your Excellency, I'm honored to congratulate you on Kenya's recent recognition this week, 2 days ago, at the Affordable Housing Awards, AHA 2024, of the African Union for Housing Finance 40th Anniversary Gala in Zanzibar, Tanzania, of which Shelter Afrique Development Bank is a proud partner. At the AHA Awards of the AUHF, Kenya was awarded the Best Country Housing Program across the continent for 2024. Shelter Afrique Development Bank, SHAFDB, in partnership with the African Union for Housing Finance, congratulates Kenya and the people of Kenya, and indeed, Your Excellency, the President, the various government agencies involved, Ministry of Housing, Lands, Public Works, and Urban Development, in particular, the State Department of Housing, for this significant recognition, and pledge our commitment as SHAFDB to being a key partner in the delivery of the affordable housing programs in Kenya. Once again, congratulations, and we're looking forward to replicate this model across the continent. Excellency, thank you very much, and congratulations. Thank you, MD Habib. And Your Excellency, just to recognize that Kenya is the biggest shareholder of Shelter Afrique. Your Excellency, allow me, before I take my seat, to recognize 60 student leaders that came to Kwale from all over the country. And on Friday, Your Excellency, we were able to unveil the new design for student accommodation, which we shall be rolling out in all our universities, TVET colleges, and our KMTC. Thank you so much, the students, for coming today. Last, Your Excellency, allow me to introduce a group called Wadaglis, who are going to give us a number, Wataanguka na Nyumba. Karibuni. Tushaskia Wadaglis tushaskia tukiingia ni kublast huko ngabado na chuklo madam, so anguka nao itabaki meflo na vibe, anguka nao koko single for now, mtaki mdagris mteja patikani hadi late night saa 6 ndo taniwai nikupin location kwa boma yangu ji nashukuru mafans walikubali kudance hii niko all fresh na ngoja doba next team siko rada unajua tuliinvest tulitoka ligi so sasa tunacheza na maso irizo riri sasa tunasikiza shinshiti tuna feel free teka video na post pale NGC jina ni Kantel Kurapsi ni talent G anguka nao anguka nao check it anguka nao twende down low now stand up to your feet mikono juu alafu click tuliza pesa alafu one leg anguka nao one leg anguka nao anguka nao anguka nao anguka nao anguka nayo kama uko na new cut anguka nayo kuna pati na magwash anguka nayo round 2 kwa hii bash anguka nayo ati anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo unaweza anguka nayo ati anguka nayo siku itakuwa best itajipa uwezi regret push push bora na kudent push push tuwekelea gas kibuda ama darling tabu serikali tuni serikali tamka asali kimnajua ni nani flow mshati ki don medunga hapo down chi utekiwa poa delimiti haha kia beba anguka nao anguka nayo anguka nayo anguka nayo ati
Haya, tuwapongeze wakianguka nayo. Tumemwona His Excellency pia anaanguka nayo. Your Excellency, sasa kwa heshima naomba nimwalike gavana wa Kwale, Her Excellency Fatuma Mohamed Achani, ili aweze kunena machache. Tumpigie makofi akija. Karibu gavana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Her Excellency, Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, mawaziri, fellow governors, itifiki zote nikizitambua, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Sumilani. Your Excellency, I would like to take this opportunity to first thank you, the Almighty Allah, for enabling us to be here today. Secondly, I want to extend my heartfelt gratitude to the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, for seeing it fit to bestow this great honor of hosting a national celebration, Mashujaa Day in Kwale. Watu wa Kwale wana furaha kwa kutuheshimisha Mheshimiwa Rais. Your Excellency, allow me to congratulate the heroes and heroines of our country. Your Excellency, Kwale pia haijaachwa nyuma kwa mambo ya boma yangu. We have donated 50 acres of land for the affordable housing program. And tunakushukuru, Your Excellency, uliweza kutuanzishia the first site in Kwale, ambayo completion date ni December 2025. Your Excellency, the entire program imeleta employment opportunities to our people. The Juakali sector is thriving. Mheshimiwa Rais, nitakuwa mpungufu wa fadhila iwapo sitataja ufadhili ambao umeufanya wa kukamilisha stadium hii leo ambayo tumekaa. Pokea shukrani nyingi kutoka kwa Wakwale. Lakini pia tunashukuru kwa muda mfupi kwa zile barabara ambazo pia zimeweza kuboreshwa ndani ya municipality ya Kwale na vile vile pia Diani. Your Excellency, tunashukuru kwa muda mfupi tumeweza kupata main state lodge ndani ya jimbo hili. Your Excellency, tunataka tushukuru pia for the partnership in a number of projects within the county. Ya kwanza ikiwemo project ya KIPES ambayo iko Mwananyamala, na stimulus market program ambayo tayari ulianzisha pale Diani, na hivi karibuni ile ya Kinango na Lungalunga nayo pia itaweza kuanza. Your Excellency, this week I hosted my fellow female governors in Kwale. Tukafungua oncology center hapa Kwale Hospital. This being a month ya celebrate ama ya create awareness kwa mambo ya cancer, ningewauliza tu wa Kenya wote tuweze kupitia katika vituo vya afya, tuweze kujua hali yetu kwa mambo ya saratani, kwa sababu early detection saves lives. Your Excellency, women empowerment and youth empowerment is dear to me. Under my leadership, Your Excellency, nimeweza kuunganisha vijana na kina mama wakaweza kuunda kampuni, na in the last financial year tumeweza kuunda kampuni 200 na zaidi ya kampuni 30 ziliweza kupata tenda za county government na national government. Asante sana, Your Excellency.
Your Excellency, county governments imeweza kuachieve kwa mambo mengi, including water through construction of small and medium dams. Kutengeneza pia mambo ya micro irrigation, improvement of different sectors. Your Excellency, Kwale is a proof that devolution is working. Kwale County boasts of its stunning coastal landscape, pristine white sandy beaches, wildlife, and it's also rich cultural and heritage of its people, making it top choice and international tourists. Your Excellency, last Friday, Kwale County received, Diani was voted Africa's leading beach destination 2024. And not only leading beach destination, our hotels, including Baobab Beach Resort, Diamond Leisure Lodge, Swahili Beach Hotel, Leopard Beach Hotel, and Charlie Island won in various categories in Africa. As we continue to make significant progress in matters infrastructure, governance, and economic growth, I'm confident that Kwale County will thrive as a place where business, tourism, and community flourish. Your Excellency, I made a pledge to the people of Kwale that I will serve them diligently. To that, Your Excellency, nimeendelea kuwafanyia wakaazi wa Kwale kazi bila ya ubaguzi, na tunasema ni tolwa. Na nina imani hawatoachana na achani. As I conclude, Your Excellency, the people of Kwale wameniuliza nikushukuru sana kwa kutuma Mheshimiwa Waziri Chirchir akaja akatembelea barabara ya Kinango, na kazi nzuri imeendelea pale barabara ya Kinango, na tunategemea, we are very hopeful that in the next 18 months the road will be fully tarmacked. Your Excellency, as we gather today to celebrate our Mashujaa, allow me to extend a warm and hearty welcome to all our esteemed guests, dignitaries, and fellow Kenyans to our beautiful county of Kwale. Kindly explore and enjoy all that Kwale has to offer. This is Destination Kwale. Karibuni sana Kwale. Happy Mashujaa Day to all. Thank you very much. Tumpigie tena makofi. Nasikia hapo wanasema hatuachani na achani. Wapi makofi ya governor? Asante sana governor. Your Excellency, with your permission now, allow me to invite His Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, who will in turn invite His Excellency, the President. Tumpigie makofi tafadhali. Welcome, sir. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Honorable William Samoei Ruto, First Lady wetu Mama Rachel Ruto, Deputy President Muteule, Professor Kithure Kindiki, mawaziri wenzangu, magavana, na pia nitambue Speaker wa bunge letu la kitaifa Moses Wetangula na Speaker wa Seneti Amazon Kingi, MCAs wote, viongozi wa tabaka mbalimbali ambao wako hapa, mashujaa wote wa taifa letu, hoye!
Hoye! Kwale hoye! Sijasikia. Kwale hoye! Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi sana ningependa tu kusema kwamba Kenya ni nchi ya ajabu. Kenya is truly an amazing country. Kuna vitengo mbalimbali vya kiserikali ama taasisi mbalimbali. Kuna executive ambayo unaongoza. Kuna judiciary ambaye ni mahakama. Pia kuna legislature ambayo inaongozwa na speakers wetu na wakuu wa majority ambao wako hapa. Na hawa wote, kusema ukweli, hizi institutions zetu zote zimeonyesha kwamba demokrasia ni kitu cha muhimu, na wamepata changamoto nyingi, lakini kupitia kwa sheria ya kitaifa na kulingana na katiba yetu tumedhibitisha kwamba hivi vitengo ama hizi taasisi zinafanya kazi. Kwa hivyo leo tuko hapa kuonyesha kwamba Kenya itazidi kudumisha demokrasia na kuhakikisha kwamba tunatii sheria na tunafuata mambo yote kulingana na katiba yetu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningependa sasa kuwarai Wakenya wote, haswa wale wako hapa Kwale, tuinuke na tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa shangwe na vigelegele ili awe na nafasi ya kuhutubia. 1, 2, 3. Mheshimiwa Rais, asante. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Thank you very much. Viongozi wote wenzangu na watu wa Kwale, hamjambo. Kwale hamjambo. Kwale, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Similani, Mjisimila, Malamadzo, Mvula ya Pevo, Mloganji, Similani. Ndugu watu wa Kwale, kwanza nataka niwapongeze wananchi wa Kwale na wananchi wa taifa letu tunayoipenda Kenya kwa kutukaribisha katika sherehe hii ya Mashujaa 2024 hapa Kwale. Nataka nimpongeze viongozi wote waliofika hapa. Nataka niwapongeze pia viongozi wote wa Kwale hii wakiongozwa na Mama Governor Fatuma Achane. Kama kungekuwa na taswishi yoyote kwamba mama Muislamu anaweza kuwa kiongozi na awe governor, sasa hiyo taswishi imeondoka kwa sababu Fatuma Achane ni governor wetu wa hapa Kwale. We can now confirm without a doubt that women leadership has a firm place in the Republic of Kenya. Pia leo asubuhi tumekuwa na jambo la kihistoria tena. Kwa mara ya kwanza katika taifa letu,
mwanajeshi mama kuongoza sherehe hii, Luteni Kanali Faith Mwangandi. Huyo mama hapo, mpigie makofi jameni. Kudhihirisha tena kwamba mama wanaweza kufanya kazi zote. And that is why we, the people of Kenya, are proud defenders of our freedom and aspire to become and remain free and sovereign. These were the foremost attributes of the first generation of freedom fighters who faced the monster of imperial domination with unflinching courage and commitment to prevail, even if it cost them everything, including their very lives. From them, we have a fine model that has inspired generations of selfless patriots and continues to inspire us today as we do our part in nation building. From them, we have learned that to be free, we must be united as one family that draws its strength from the unique contribution of its diverse members, and that we must see each other as equals, treat each other justly, and leave no one behind. We, the people of Kenya, know that just like our ancestors, we have what it takes, including the values, principles, and commitments that define Mashujaa, to break free of oppression, humiliation, poverty, and indignity. We know this because for our nation to be free, brave men and women, young and old, from every community and every region struggled with exemplary determination until Kenya was free. We know this because everywhere you go in Kenya, the echoes of heroism, histories of sacrifice, and legacies of historic struggle by ordinary people who achieved extraordinarily endure to date. Our heroes did not hail from one village or speak one language. Our heroes are numerous and diverse, united by a principled commitment to confront an unjust, exclusive, and oppressive system in pursuit of a noble vision of national liberation. This unity of purpose motivated the icon of courage, Mekatilili wa Mwenza, and her generation of champions from every part of Kenya to resist colonialism, as well as Ronald Ngala and his fellow freedom fighters who advocated independence and decentralized government, which was an early fashion of devolution. In confronting colonialism, Mekatilili wa Mwenza did not seek to free her village or region from occupation by a community. Instead, she resisted the structures and institutions of a system of exploitation and tyranny in the knowledge that defeating it would free a whole nation. This is the same spirit embraced by our freedom fighters, such as Otenyo Nyamantere and Mora Ngiti from Kisii, Wanameme Masinde in Bungoma, Oigo Paul Agwech and Oyuko Fipi Ambio in Kisumu, Igogi Teresa Kiambi in Meru, Kalondu Matheka Mbalu in Makueni, and many others. The great lesson that has been passed down to us from their era, and which we must faithfully transmit clearly and boldly to the future generations, is that every citizen of Kenya is a full and equal member of our political community, entitled to make a contribution to nation building
and with an inalienable right to a full, just, and fair share of all the benefits that accrue from our development. No proposition to discriminate or to unjustly diminish one while enlarging another's right is admissible anywhere. Therefore, any formula seeking to exclude, alienate, or disenfranchise any person, group of community for any reason is repugnant to the very essence of our nationhood. We are one people, and Kenya is one united, indivisible, and sovereign nation. Ladies and gentlemen, freedom came at great cost and was won against overwhelming odds. It called for a capacity to embrace immense sacrifice and willingness to pay the ultimate price. We remember them and appreciate their sacrifices. We recognize their achievements and acknowledge that the nation we have today, with its past history and future prospects, is a legacy of their work, commitment, and life. Every day, the Constitution commands us to honor our freedom fighters who struggled heroically to bring freedom and justice to our land by living up to the spirit of Mashujaa in the way we relate with one another, pursue our vocations, and build our nation. Article 10 of the Constitution shows us how to be Mashujaa in our own way, day by day, every day. The freedom fighters were inspired by enduring universal principles and values which have transcended generations and live with us today. Unity, sharing, integrity, courage, determination, and patriotism are our sources of strength in the face of difficulty, risk, and danger. The struggle for freedom is the overwhelming and everlasting mission of humanity, because in freedom lies the opportunity to achieve peace and democracy, health and wealth, justice and dignity, equality and inclusion, as well as unity in the pursuit of prosperity individually and collectively. Freedom is the key that opens the door to sustainable progress in every sector. That is why today we are a modern, competitive economy and a devolved democratic society. Our freedom has allowed us the space to grow and perfect our nationhood, sustaining the spirit of freedom to evolve from the monopoly of liberation movement into a dynamic, pluralistic society where competition makes us stronger. Since the ultimate goal of freedom is sustainable development, the heroic struggle of our time must focus on achieving this through inclusive growth. The Mashujaa of our era calls for urgent mobilization to create wealth and jobs, reduce poverty and inequality, and protect our environment. The dedication we bring to these tasks will determine how well we uphold the legacy of Mekadilili, Wamenza, and other freedom fighters. This fact is abundantly clear to us. The persistent unemployment, severe poverty, increasing inequality, and general gross underdevelopment are not only undesirable, but are also unacceptable derogation from the legacy of our Mashujaa and the spirit of our intergenerational commitment to freedom. Recognizing this, the government formulated a plan aimed at enhancing dignity and security, creating wealth and expanding opportunities by increasing investments in infrastructure development, essential service delivery, and the productivity of key strategic sectors.
The bottom-up economic transformation agenda is Kenya's economic freedom charter, which mobilizes unprecedented levels of investment into the most impactful sectors in providing essential public services inclusively and affordably, multiplying incomes and creating millions of new, good jobs for our many well-educated and highly skilled young people. The priority sectors identified as the strategic pillars of the bottom-up economic transformation agenda have enabled us galvanize the national development agenda by mobilizing local and foreign investments, significantly improving the reach, efficiency, and impact of services and creating jobs at a sustained incremental rate. We are driving agricultural transformation through major interventions across all value chains, including fisheries and aquaculture, horticulture and food crops, livestock, beekeeping, and rangeland development. Investments are being made to boost production and supply of quality inputs, provide extension services, reduce post-harvest losses, and maximize returns for producers. These efforts are aimed to increase economies of scale through aggregation, agro-processing, value addition, and exports. Let me announce to farmers across Kenya that we have just concluded the process of procuring the next consignments of fertilizer and assure them that the fertilizer that we have will continue to retail at 2,500 as we committed ourselves. Whether it is tea, whether it is coffee, whether it is maize, whether it is wheat, whether it is sugarcane, we will make sure that prices of fertilizer are universal because we have seen its impact on matters food productivity in Kenya and the lowering of the cost of living as a result of reduction of food prices because of enhanced supply. Fellow citizens, in the digital economy, we have invested in developing digital and ICT hubs in all wards and expanding last-mile fiber connectivity across the country, reaching areas previously considered remote and underserved. I must congratulate members of parliament across Kenya for being partners with us in this effort. And I want to encourage all our members of parliament to front-load and to prioritize the construction of ICT hubs across Kenya so that we can give digital opportunities for our young people, because these efforts have enabled young digital creators, entrepreneurs, and workers to access opportunities not just locally, but also globally. We have also supported our mama mboga, the boda operators, small-scale traders, construction workers, and others working in the informal and the hustler economy by investing in financial inclusion through accessible loans, capacity building, and regulatory reforms to facilitate their growth. I want to commend the banking industry for extending, just last week, an additional 150 billion in loans and loan facilities to micro, small, and medium enterprises to complement our efforts in making sure that we attend to the people lower in the category. To achieve universal health coverage, we have transformed the provision of health care to enable all Kenyans access promotive and preventive services in addition to curative services. First, under an all-inclusive social health framework, and also through programs like Afya Bora Mashinani, which has onboarded over 100,000 community health promoters who provide health care directly to people in their homes. Ladies and gentlemen, today marks the conclusion of Boma Yangu Week, launched last Monday to celebrate the achievement of our affordable housing program.
Throughout the week, we showcased significant progress in advancing this ambitious agenda, which aims to transform lives and livelihoods by providing affordable, decent homes for millions of Kenyans. On this Mashujaa Day, we recognize key initiatives such as the Kenya Urban Resilience Project, the Kenya Informal Settlements Improvement Project, and the National Climate Resilience Program, otherwise known as Climate Works. Under our bottom-up economic transformation agenda, we are committed to striking a major blow for the freedom struggle of our time by eradicating the shame of hunger in the land of plenty, taking decisive measures to significantly reduce poverty, providing all Kenyans with high-quality health care, and enhancing dignity, well-being, and standards of living for everyone. The Affordable Housing Program is central to these efforts, with a target of delivering 200,000 homes annually to meet the growing demands of housing. This initiative aims to tackle the deficit that has left many Kenyans living in insecure, unsanitary, and poorly constructed dwellings, and also fostering the growth of sustainable communities and generating jobs and opportunities across many other sectors. We all know that the future is urban. 60% of our population, not just in Kenya, but globally, will be living in urban areas. That is not a choice we can make. That is what's going to happen. But we can make a choice as to what kind of living, what kind of settlements these 60% of our citizens who will be living in urban areas, how they will live. Either they will live in slums or they will live in decent dwellings. It is our choice and the choice of our generation to make sure that when we undergo this process, which is inevitable, and we have communities that are urban, they will be living in decent livelihoods. The progress so far is remarkable. 124,000 housing units are at different stages of completion across 75 sites in 37 counties. These projects include homes also for the military, police, and correctional services. I am happy that the students have participated in designing student accommodation. And congratulations to the students who came, the 60 of you who have participated in that process. Here in Kwale County, I am also happy that the Mashujaa Affordable Housing Project is underway, creating daily employment for over 200 workers. Similarly, the Diani White House project is under construction and is also generating more jobs and more opportunities. Boma Yangu, a key platform in the program, exemplifies our commitment to economic empowerment and improving Kenya's quality of life. This online portal aggregates housing demand with over 547 registered users, of whom 52,000 have collectively saved more than 2.3 billion towards home ownership. These numbers represent real individuals striving to achieve their home ownership dreams. For example, Joseph Cairo from Ruiru, who began saving on Boma Yangu and has now accumulated an impressive 895,000, more than half the cost of a one-bedroom unit. Similarly, Jemima Nyaboke, a businesswoman living with disability in Nairobi, has saved 650,000, steadily and surely bringing herself closer to home ownership. Jane Mumbi Mushina, a widow and a mother of two from Nakuru, will soon move from her rented unit, which costs 1,500 monthly, to her own one-bedroom home after patiently and with determination saving for it. Likewise,
David Gagiri, a 44-year-old Juakali artisan and a father of 4, is rearing and nearing the completion of his savings to move into his own house. These stories illustrate how the affordable housing program is empowering ordinary citizens, affirming their dignity and opening pathways for financial independence. In December this year, just a few months from now, we will achieve a major milestone by handing over 1,080 new studio units at the Mukuru Meteorological Site in Nairobi, with mortgages priced at $3,200 per month. This is to citizens who today pay the same amount but live in a slum. Rent that does not qualify them to own the dwelling finally. The revolutionary dimension of this milestone is that finally mortgages will no longer be the vocabulary of a lucky few, but an accessible, feasible, and convenient instrument of bottom-up empowerment, making home ownership affordable and therefore attainable. The program's benefits extend beyond housing. So far, the Affordable Housing Program has created over 160,000 jobs throughout the housing value chain. While the industry remains predominantly male, we are working to increase female participation to 30%, up from the current 20%. Our collaboration with the Juakali sector has demonstrated the Affordable Housing Program's significant potential to transform local manufacturing. In Kwale, over 200 artisans are providing essential services at various sites, fabricating components such as doors, windows, and cabinet fittings. The success of involving worker cooperatives and artisans has strengthened our commitment to support local businesses. You heard the governor of Kwale enumerate the number of companies that now work with us. To facilitate this further, the government has allocated Kenya shillings 4.4 billion specifically for payments to MSMEs supplying goods and services under this program. I was especially proud to witness the signing of the 720 million subcontract awarded to Soweto High-Rise Fabricators and Woodworkers Association in Kibra, just the event that you saw us here this morning. This partnership will greatly enhance the business prospects of these Juakali associations, now recognized as bona fide affordable housing program suppliers. Ladies and gentlemen, on this day, it is important for us to remember that the objective of the freedom struggle was for the citizens of Kenya to have full rights and opportunities to live in dignity and achieve a high standard of living with security, health, and wealth. As we implement affordable housing program, therefore, we must at the same time move quickly to complement it with initiatives that promote health and well-being and secure work and livelihoods. Thus, healthcare remains a priority under our bottom-up economic transformation agenda. We are advancing the scope of the universal health coverage to give every Kenyan access to promotive, preventive, curative, and emergency services. Through the Social Health Insurance Fund, citizens will contribute and access comprehensive healthcare benefits, and those who are categorized as not being able to pay, the government of Kenya will step in and pay for them. The value for money in this scheme will be undeniable once the migration from the National Health Insurance Fund is completed and the fund is fully operational. As of the beginning of this month,
12.9 million Kenyans were registered with the Social Health Authority, and all public health institutions, and alongside 50% of private facilities, were already enrolled to provide services. I urge private hospitals to expedite the contracting process to enable us complete the final rollout of the universal health coverage. To accelerate this rollout, the government of Kenya has released 3 billion shillings to settle outstanding payments to hospitals and other service providers. I know this has been a major concern for hospitals that are owed by the former NHIF a lot of money. I want to give them my assurance that from next week, we have already released the money that will go into settling some of the debts that have held back their services under our new program. Ladies and gentlemen, the time for doubt and anxiety is slowly but surely getting behind us, and the space for criticism, skepticism, and pessimism is over. Real change ushers us into unfamiliar places. Transformative change overturns old assumptions and unlocks unprecedented possibilities. Every step into the future takes a measure of courage, and the comfort of the familiar can become a temptation to hesitate or backslide. We have been here before, Kenyans, times without number. Many Kenyans were anxious about the prospects of the freedom struggle and doubted the capacity of our freedom fighters to defeat the formidable power of the empire. Some were afraid that what they saw as an uncertain future in an independent nation, in contrast with the very real, if undesirable, present in an oppressive colony. Later, when challenging the single-party monopoly, many worried that embracing democratic pluralism might destabilize the country and lead to state collapse. More recently, some hesitated as we took a leap of faith into a new dispensation, fearing that devolution could fragment the nation and that strong checks and balances might render the republic ungovernable. Despite these concerns, here we are, stronger than ever, facing the future with greater confidence and building a strong nation that is respected for its positive contribution, not just at home, not just regionally, but also globally. Independence, multi-party democracy, and our progressive constitution have made Kenya stronger, enabling our country to move forward and upwards, even in the midst of unprecedented challenges. What we have learned from Kenya's history of freedom struggle is this: we must not allow the fear of change to imprison us in the past, and we must have greater faith in our collective capacity to achieve inclusive transformation and usher in progress that leaves no one behind. I call on all Kenyans. I call on all Kenyans to have faith and a little patience. In matters of weeks, or in a matter of weeks, SHIF will be serving us efficiently and making the dream of universal coverage come true. I am aware that during this transition period, employees of the former National Hospital Insurance Fund will be managed in accordance with the provisions of the Social Health Insurance Act of 2023. I want to assure all the former employees and those now serving under our new outfit that no one will lose their jobs, and that I appreciate their dedication and service during this transition. We will make sure that everybody who has served
in the former outfit is transitioned into the current outfit. We have implemented strong institutional and strategic measures to extend the impact of universal health coverage by developing the biomedical, pharmaceutical, and medical supplies production industries. To enhance healthcare delivery and ensure the security of medical supplies, the Government of Kenya is improving the overall supply chain, starting with capacity upgrades and the establishment of Kenya Medical Supplies Agency regional distribution centers in Kisumu, Embakasi, and Mombasa. Ladies and gentlemen, the Kiswahili saying, mgaga na upwa hali wali mkavu, is an understated hint of the promise held by our blue economy. Because of the Indian Ocean, Kwale County and coastal region as a whole abound with transformative opportunities of an immense magnitude. At present, the blue economy contributes 20 billion to the economy annually and is expected to increase to over 80 billion in 5 years. This transformation will create thousands of jobs and stimulate regional economy through increased investment in various industries, enhanced export manufacturing, and expanded overall economic activity. To begin with, we are investing Kenya shillings 2.7 billion in the construction of fish landing sites and markets equipped with cold storage facilities across the country, with 1.2 billion allocated specifically to the coast region. Additionally, we are releasing 1.7 billion in grants to support 612 fishing cooperatives and groups in the region. I must commend the Ministry of Mining and Blue Economy for an excellent job that they are undertaking. The Shimoni Port, Kenya's first dedicated fish port, is now 82% complete. I came to start that project months ago. I'm very happy with the progress that is made. Once finished, it will boost the fishing industry by increasing the handling capacity by 50,000 metric tons of fish annually, thereby promoting value addition for both domestic and export market. To promote and enhance aquaculture and mariculture in the country, the government is investing 2.4 billion, including 1.4 billion allocated specifically for the coast region in the development of the National Mariculture Resource and Training Center in Shimoni, here in Kwale County. This center will serve as a catalyst for the growth of productive and profitable mariculture. It will function as a marine fish seed breeding and multiplication center, facilitate research and innovation in mariculture, and offer training for fish farmers and students. To increase fish production and facilitate the transition of fisher folk to deep water and exclusive economic zone fishing, the government has procured and distributed 123 fishing boats to local communities. And additionally, we plan to acquire deep sea fishing vessels for offshore fishing with a total budget of Kenya shillings 600 million allocated for this purpose this year. Ladies and gentlemen, the affordable housing program, healthcare reforms, and blue economy investments go beyond infrastructure. They embody our commitment to dignity, opportunity, and prosperity for many Kenyans. We invite the private sector to join us and drive up the scale of these initiatives to provide opportunities for more Kenyans to take part in achieving lasting transformation. Together, we are building a brighter future where every Kenyan has the opportunity to thrive and winning the freedom struggle of our time. Let us remember the example of our first Mashujaa and be inspired by their values, achievements, and legacy.
Let us do our part to promote national cohesion and inclusion and to combat division, tribalism, and exclusion. Let us remember that without unity, our freedom and our future would be under threat. Together, we are unstoppable in pursuit of our aspirations and immovable in the face of any challenge. By embodying, championing, and defending our national values and principles of governance every day, we will be able to live up to the monumental legacy of Mekatilili Wamenza and other heroic men and women who blazed the trail for the patriots who followed and built a nation that present and future generations will be proud of. I am encouraged by the bravery, diligence, and loyalty with which Kenyans of all walks of life undertake their profession and social tasks, fighting crime and terrorism, defending the nation's territorial integrity, treating the sick, feeding the nation, teaching our children, and serving the needs of underprivileged citizens. To you all, I convey the gratitude and appreciation of all Kenyans. It is in these things that heroism lies. The fact that we must do them every day doesn't make them any less heroic or extraordinary. Mashujaa is doing ordinary things in extraordinary ways. Therefore, whatever our vocation, let us apply ourselves with zeal, because that is how great nations are built. Ladies and gentlemen, watu wa Kwale, ndugu zangu watu wa Kenya, nimefurahi sana kuwa kati yenu katika sherehe hii ya muhimu, sote tukiungana na tukihakikisha kwamba kazi ya kila mtu isidharauliwe na mwingine. Wale wote mnaochangia katika sehemu zote, yule unayesukuma pale wheelbarrow ili tuweze kujenga affordable housing, yule unayepiga randa ndio tuweze kuwa na milango na madirisha na mambo mengine ambayo yatatusaidia kuwa na manyumba ya sawasawa. Walimu pale shuleni mnapojitolea kufundisha watoto wetu, wakulima shambani wanaofanya bidii ndio tupate chakula, askari wetu ambao wanasimamia usalama wa taifa letu la Kenya, wafanyabiashara wetu ambao wanafanya bidii wakiamka mapema. Nyinyi wote ni mashujaa wa taifa letu la Kenya kwa zile majukumu mnayofanya. Nataka niwaeleze ndugu zangu wa Kenya ya kwamba nchi hii tutaijenga na mikono yetu na nguvu yetu na bidii yetu, kwa sababu nchi hii haiwezi kujengwa na wageni, haiwezi kujengwa na wengine. Sisi, hii ndio nchi Mungu ametupatia, na ni jukumu la kila mmoja wetu, mahali popote ulipo, uotoe mchango wako kwa uzalendo, kwa kujitolea, kwa bidii. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba tutafaulu kama nchi ya Kenya tukifanya hivyo, tukiwa tumeungana pamoja. Mwisho kabisa, nikiwa hapa Pwani, tumekuwa na jambo ama donda sugu la mambo ya ardhi. Nataka niwatangazie ya kwamba tayari tuko na pesa shilingi bilioni 1.5 ya kuanza ile program ya absentee landlords na kusaidia wananchi ambao wanaishi katika mashamba ambayo sio yao, tuweze kuwasaidia wawache kuwa maskota, wawe wenyeji, kwa sababu tutaungana na wale ambao mashamba haya ni yao, tuweze kununua, ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Na mimi nataka niulize magavana wetu pamoja na wabunge na wale wengine wote, tuungane katika safari hiyo
ndio tuweze kukomboa watu wetu kutoka mambo ya uskota. Asanteni sana watu wa Kwale, asanteni sana ndugu wa Kenya. Thank you very much. God bless you all and God bless our great country that we love, Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Naomba kwa heshima sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Kwa heshima sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Basi Mheshimiwa Rais, niombe kwa heshima tuweze kusubiri tupewe itifaki ya kufumukana mahali hapa. Nitaomba kuomba sasa kuwaelekeza viongozi kutulia kwenye jukwaa rasmi ili tuweze kuelekezwa. Nitaomba Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Tulipokombolewa kwa wakoloni, Mashujaa akiwali mwaga damu, twajitawala sasa Kenya tuko huru. Wakuyanza, Kenya ngali hurula ingohu za munyanza, pititoka Kakamega hadi Senta Kwanza, anza Kenya ulimuli na wanje, cause Kenya is a land with more higher. We burn negativity just like fire, we work every day with more desire. Better know Kenya keeps on going higher. We are ota, we are ota than them. Wagikuyuko Wakamba, please remind them. With uhuru, we know we are better than them. We are low, we are better than them. Noma, tukupenda sana. Noma, tukulinda mama. Najivunia Kenya. Wakenya tushikane, tupendane. Rais Uhuru Kenya tuungane. Kabila tofauti tushikane. Vijana kwa wazee Kenya tujenge. Kwa kweli Kenya yetu inchi moja, na Mungu wetu sote namba moja. Rais wetu Kenya tu pamoja, daima mimi Mkenya najitoa. Noma re, Kenya takupenda.